Many thanks, na tunakushukuru sana kwa kuungana nasi wakati huu. Najua tuko katika msimu wa Krismasi na holiday, na ningetaka kuchukua nafasi hii ni kukaribisha katika ya makala ya siku ya leo. Mimi naitwa PM na ushauri huu unaletewa na Mawega Company Limited, na tutajua Mawega vizuri, tuwafahamu, watuambie projekti zao na mambo mengi ambayo unaweza jisaidia especially wakati huu wa msimu wa Krismasi. Ninaye wasimamizi wakuu Mr. Donga na Mr. Jenga, na tuko nao katika studio yetu, na ningetaka kuchukua nafasi hii niwakaribishe. Ujambo Bwana Jenga? Sijambo Bwana PM. Karibu sana. Asante. Naye Bwana Donga, hujambo? Sijambo Bwana PM. Yes. Karibuni sana. Na siku kama venye nimesema, leo tunataka kuongea mambo yenye inahusu Mawega Company Limited, ambao ni brand ambao inajulikana sana katika Kenya na pia katika nchi za ng'ambo. Na Bwana Jenga, labda unaweza tuambia Mawega Company Limited ni akina nani? Mawega Company Limited ni kampani tulianza na Bwana Donga. Ndio. 2005. Yes. Iko na umri wa miaka 20 sasa. Na ni kampuni ya kuuza mashamba. Okay. Na tuna pole. Ndio. Zamani kabla tuanze shamba ilikuwa mtu akipatiwa miezi 3 kulipa. Sasa tukaona hiyo inatoa watu wengi nje. Okay. Sasa tukawa na wazo, sababu sana ya Mawega ilikuwa ni kuwezesha. Ndio. Ni kuwezesha, na ndio tukaanza mpango wa kupatia watu mwaka mmoja kulipa. Okay. So Mawega iko hivyo. Na katika hiyo mpango Ndio. tumeseto familia 25,000. Wow. Ndio. Hiyo ni jambo mzuri sana. Mawega Company Limited unasikia kwamba iko na umri wa miaka 20 na ameweza kusaidia familia zaidi ya 25,000. Na Bwana Donga, labda unaweza tuambia kwa wakati huu, maana mmekuwa katika hii biashara kwa muda huo mrefu, wakati huu tunazo project ambazo tunaweza sema Mawega wako nazo? Ndio Bwana PM. Naweza ambia customer yetu tuko na project ambayo tuko nazo mpya. Na zile project tuko nazo mpya, sisi tumeweza kuangalia kuanzia mtu wa chini mpaka mtu wa juu. Na tuko na project za kuanzia 200,000 ambazo ziko upande ile ya Matu. Na tuko na mashamba zingine ambapo ziko Kangudo Road za kuanzia 1,500, 1,600, 1,700 kwenda hivyo mpaka 1,000,000. Na kwa wale watu wanataka kujenga manyumba kama saa zingine kama factory, tuko nazo pale upande ile ya Roai. Okay. Kwenda Roiro upande hiyo ya barabara hiyo ya Kamakis. Na hizi maploti zote ama hizi project ambazo tuko nazo, sisi huwa tunapea mtu mwaka moja. Sisi huwa tuna tofauti na wale kampani zingine. Tunapea mtu mwaka moja na deposit unatoa tu 1,100. Hii pesa ingine hatukuitishi kila mwisho wa mwezi. Bora mwaka mzima ikiisha wewe uwe umemaliza. Na pia kwa wale makastoma wetu ambao tumeuzia saa zingine kwa hiyo miaka 20 ambao director mwenzangu amesema, sasa pia tumekuja na project ingine mpya ya wewe saa zingine hauna shamba, ni ploti tu tulikuuzia. Pia tunauza mashamba upande ile ya Mwingi. Na huko tunauza 1,300 kwa eka moja. Na deposit unatoa 50,000. The remaining balance tunakupea unatoa polepole. Na pia tunakupea nafasi ya kuanza kulima kama unalipa sisi polepole. Kwa hivyo tuko pia na mashamba. Hiyo ni jambo mzuri sana na tunashukuru. Nasikia kwamba Mawega Company Limited wako na project ambazo ni mingi sana. So wewe kulingana na mfuko yako utaweza saidika ukiwa katika Mawega Company Limited. Na Bwana Jenga, labda unaweza tuambia tunao customers ama wananchi ambao wako katika rubaa za kimataifa na wangetaka kujiunga na Mawega, wanaweza tumia njia gani kujua mambo ya Mawega? Hiyo tumeweka mikakati mizuri. Tuko na website. Website wakifungua tu website yetu wataona mashamba yote yetu. Na tuna hata wakitaka kuona zile ploti ziko, wanaona tu kwa hiyo. Na pia mawasiliano kwa hiyo website iko rahisi. Kwa hivyo mtu akiona hata akiwa nchi gani, tutawasiliana na tumuelezee kabisa. Na pia tumeweka app ambayo inaweza kumpeleka mpaka kwa shamba akiwa tu ng'ambo.
Kwa hivyo hiyo mambo tumetengeneza vizuri. Okay. Hapo ni vizuri kabisa. Unasikia hata kama uko mbali aje, unaweza jua shamba za Mawega Company Limited na utaenda katika www.mawega.co.ke ndio website yao, na pia watakufanya ile tunaita virtual site visit, watakupeleka pahali huko. Na wakati huu Bwana Donga, kunao watu ambao wanataka kujiunga, wanataka kujua mambo ya mashamba, na unaweza wapatia ushauri gani wakati mtu ananunua shamba ama plot, ni mambo gani anafaa kufuatilia? Asante sana Bwana PM kwa swali yako nzuri, ambaye watu wengi wakiwa kama customer saa zingine hawajaifahamu kwa mambo ya kununua shamba vile mtu anaweza anza. Kitu ya kwanza tunasemaga saa zile umesikia company, kitu ya kwanza ni kufuatilia hii company imeuzia watu wa gani, ofisi yao inakuwaga wapi. Unaenda unafuatilia hiyo ofisi yao, na pia unauliza majirani wale wako hapo kama wanajua hiyo company na uuzaji wa mashamba. Kitu ya pili tunasemaga ni kupelekwa katika site ya hiyo mashamba yao ambao wanauza. Na ukienda ukifika huko kwa site, kitu hiyo nyingine ni kuangalia hii shamba wanauza kama iko na ready title deed. Alafu unafanya due diligence yako kuweza kufuatilia hii shamba kabla yeye anunue ilikuwa ya nani. Na kama kuna majirani unawauliza hii shamba mnajua mwenyewe, na ndio uweze kujua kama hiyo shamba iko genuine na hii watu wanakuuzia kama ni genuine. Kitu hiyo ingine ni utoe deposit. Ukienda ufanye search na uone hiyo shamba iko sawa, enda utoe deposit ya pesa kidogo, usikubali kutoa pesa yote ambayo tunasemaga unaweza toa 10%. Enda ufanye kitu kwa hiyo shamba, either kufence ama saa zingine uende uchimbe choo, na ndio uweze kuangalia kama kuna shida yoyote ambayo inaweza kutokea. Ukiweza kutoa hiyo pesa, sasa anza sasa malipo ya hiyo safari ya kuweza kulipa, na mkimalizana huyo mtu aweze kukupatia title yako ambayo itatoka na jina yako. Na ukiwa saa zingine kwa hiyo mambo yote, saa zingine inaweza kuwa na shida na wewe, tunaambiaga mtu ni mzuri sana usiende ukatumia wakili wa ule mtu anakuuzia. Wewe mwenyewe uwe na wakili yako wakuweza kukuonyesha kama shamba nimekuambia iko hapa Kamuru, aweze kukuenda kununua map na aweze kukuambia kama hiyo shamba iko hapo, na aweze sasa hiyo shamba ukijua iko hapo uweze kujua kama hiyo shamba, kama saa zingine hiyo shamba ile measurement umeambiwa kama ziko sawa sawa. Okay. Asante sana Bwana Donga, maana ushauri huo tukiufuata tutaweza jisaidia, ujue za jipatia ploti ama shamba, ufuate hiyo maagizo na mambo itakuwa sawa kabisa. Bwana Jenga, tukimalizia, najua tunaelekea katika msimu wa Krismasi na holiday ambao watu wanatumia pesa mingi sana katika sherehe. Labda una ushauri yenye unaweza tuambia mtu akifuata hii mambo katika wakati atakuwa vipi? Vile naweza sema hapo PM na vile naweza shauri ni kitu kimoja. Watu waelewe ati hii siku ya Krismasi hii ni kama siku zile zingine. Sio siku ya kumaliza kila kitu. Sababu bado Januari itatugojea. Watoto wataenda shule. Na hiyo mambo yote tukimaliza pesa yote, Januari tutapata shida. Kwa hivyo vile mimi naweza shauri watu wakule, lakini wakule kiasi. Wakule kingwana. Wasimalize kila kitu. Iwe ni mambo ya kukopa Januari. Kwa hivyo mtu apange mipango yake mzuri, lakini kukula sio mbaya, lakini mtu akule na ungwana. Na pia ni shauri wakati hii kuna magari mingi kwa barabara. Kwa hivyo mtu akiwa na gari asikunywe pombe alafu endeshe gari. Sababu pia tunamhitaji hata kwa mwaka ingine. Asante sana Bwana Jenga, na tukimalizia kabisa Bwana Donga, unaweza tupatia maybe ushauri wako, na pia you wish wenye wanatufuata na pia members customers wetu wa Mawega, you wish them a happy holiday. Asante sana. Yangu ile ningesema kitu ya kwanza ni wewe Mwenyezi Mungu ameweza kubariki wewe, akapatia weka kitu, ni mzuri sana kama mungeweza kukula na wale hawana. Na pia kwa wale watu ambao saa zingine wamepata pesa na anajua mwaka mpya ako na mtoto shule, asiende kukula pesa yote, ajue pia shule inawagojea. Wale wamekomboa nyumba pia wajue pia wamegojewa na hizo manyumba. Alafu pia kwa ushauri yangu ile pia naweza kukuambia ni mzuri sana kama ingewezekana kwa wakati hii uwe ukijua rafiki yako ni mgani, usiende saa zingine ukakula pesa alafu saa zingine ikifika Januari iwe ni shida. Kwa hivyo ningesema ni mzuri sana uweze kujua ile pesa uko nayo, uchague ukule 30%
ukule 70%, 30% ujaribu vile utaweza kuweka ndio iweze kusaidia katika maisha yako. Asante sana. Okay, asante sana Bwana Donga na Mr. Jenga. Sasa upeane katika ile you wish them a good Christmas. Mimi nawatakia ile kitu naweza fanya PM ni kuwatakia Christmas mzuri na mwaka mpya yenye mafanikio na iwe afya mzuri na tuanze mwaka vizuri, Mwenyezi Mungu akiwa mbele na watu vile tumewashauri tu wasiende kukula kila kitu. Okay. Bwana Donga, your wishes? Mimi na wish customer zetu wote, na mimi najua customer makampuni ni mingi za kuuza mashamba, lakini nyinyi mlisema mtanunua na mawega. Nasema Mungu awabariki na awape mali mingi, awape afya nzuri, na Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda na watendee mambo mzuri. Tunakuishi Happy New Year na Merry Christmas iwe mzuri kwako. Asante sana. Asante sana Bwana Jenga na Mr. Donga. Tumeshukuru sana kwa kuwa na nafasi ya kuweza kuuzia watu wetu ploti. Watu wengi wameweza kutoka kuwa tenants, wamekuwa landlords, na hiyo ni jambo la muhimu sana. Asanteni sana, na pia sisi tunawawisha Merry Christmas and Happy New Year. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi, imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe, na mimi naitwa PM, nakutakia Merry Christmas and a Happy 2026. Hore Thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords.